Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kiukweli katika jambo ambalo makafiri, katika jambo ambalo Iblis wamefanikiwa kupitia jambo hilo kuwatoa Waislamu katika njia ya sawa, basi ni kwenye mpira. Hapa kwenye mpira sheitani na makafiri wote kwa jumla wamefanikiwa vya kutosha. Wamewatoa Waislamu wengi kwenye njia ya sawa na wamewaweka sasa Waislamu wamekuwa kama mamwehu, hawajielewi. Badala ya kufanya vitu vya msingi wanapoteza muda wao, muda ambao watakuja kuulilia, wanaupoteza katika masala ya mpira. Muislamu hajui kusoma Qur'an, Muislamu hajui ibada yake, Muislamu hajui aqida yake. Lakini Muislamu huyu anajua vikosi vyote vya mipira, vikosi vyote, timu zote, nje ya nchi, kwenye nchi nyingine na kwenye nchi yake. Anawajua wachezaji wote na kikosi anachokishabikia yeye anajua, mpaka manake atakueleza mpaka mchezaji fulani tumweke mahala fulani hasa ndo atafanya vizuri. Mchezaji fulani analipwa kiasi fulani, alitoka wapi, historia yake iko hivi. Mchezaji fulani anatoka mahali fulani, historia yake iko hivi. Mchezaji fulani hasa ni mtu wa hapa, aliyekaa nje leo ni nani na nani, aliyeingia uwanjani ni nani na nani. Anajua ratiba za michezo za muda unaofuata, lakini hajui kusoma Qur'an, hajui kuswali kwa usahihi, hajui aqida yake, hajui chochote katika dini yake. Maana yake huyu ametoka, ameacha jambo la msingi la kufuatilia habari za dini yake, kufuatilia ibada zake, ambapo jambo hili la kufuatilia yeye kitabu chake na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio litakuja kumpa salama kwenye maisha yake ya kudumu kesho akhera. Ameacha huko, anapumbazika na mambo ambayo hayamsaidi chochote. Mtu toke aliposhabikia mpira ana miaka 10, 20, hana chochote alichokipata. Alichokipata ni hasara tu, kupoteza muda ambao atakuja kuulilia. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, anasema hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mauti yatakapomjia mtu ataendelea kufanya fujo tu hapa mpaka mtu mauti yatakapomjia. Pale ambapo mauti mmoja wao yatamjia, mtu atasema Rabbi, tena atatumia ile kalima ya kunyenyekea, Rabb, Mola wangu mlezi, nirejeshe ili nikatengeneze pale nilipokosea, nikafanye vyema. Allah anasema hapana, haya maneno atajisemea tu, lakini hatarejeshwa. Yani mtu atauomba muda aliyoupoteza duniani. Wakati mauti yakishamfika atauomba ule muda. Jamani, tutumie muda vizuri, tusitumie muda wetu katika mambo ya kipuuzi. Muumini hujiepusha na mambo ya kipuuzi. Allah anaeleza mwanzoni mwa suratul Mu'minun, anaeleza sifa za waumini, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Waumini hasa ni wale ambao wanajiepusha na mambo ya kipuuzi. Tukubali tukatae, mpira ni katika mambo ya kipuuzi, kwa vile jinsi ambavyo sisi tunauchukulia mpira. Asli kwanza nieleweke, asli hasa mpira ni mchezo tu. Tukiuchukua mpira kwa kawaida si haramu. Kama tumekaa tukiwanjani tukacheza mpira, tukagawana timu mbili, tukawa tunacheza tu mpira kama ni mazoezi na kujifurahisha, si haramu, si kosa. Lakini uharamu wa mpira na maafa makubwa ya mpira yanakuja kwa ile namna ambayo sisi sasa hivi wengi wetu tumeuchukulia. Mpira sasa hivi ndio unasababisha vijana kuingia kwenye makamari hayo. Wana beti, wanacheza kamari, dhambi ambayo ni kubwa, kosa ambalo ni kubwa, ni haram, lakini wanaingia wanacheza kwa sababu ya mpira. Mpira sasa hivi watu unawapotezea muda mpira. Mtu anasikiliza kwanza uchambuzi wa wachambuzi, anatumia saa nzima. Anabishana maskani kuhusu mpira na kujadili, anatumia masaa mawili. Anaenda kutazama mpira kwa dakika 90 au zaidi. Yani muda mwingi anautupa, badala ya muda ule kumdhukuru Allah au kufanya ibada au kufanya pirika ambazo zitamsaidia yeye ima kwenye dunia yake kwa njia za halali au kwa ajili ya akhira yake. Anaupoteza muda kwenye mambo ya kipuuzi.
Tena jambo la kusikitisha ni kwamba upuuzi huu pia tunaanza kuambukiza watoto. Mtoto wake anamvisha majezi ya mipira, vurugu tafrani, anaanza kumtia ushabiki, anamuingiza kwenye njia ya kipumbavu, apumbazike kama yeye alivyopumbazika. Kwa hiyo hasara ya kwanza mtu anayopata ni huko kupoteza wakati, ndo anachokipata kwenye mpira. Lakini kingine ni huko kusapoti watu wanaotangazia makamari. Tunajua sisi hata hiyo Simba na Yanga wanavaa majezi yao yale yameandikwa sijui Mbeti, SportPesa, ni makampuni ya kamari wanayatangaza. Na Waislamu kwa masikitiko makubwa na wao wanatangaza makamari. Na unaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo mtu kushabikia mpira ataingia kwenye kuwasaidia watangazaji kamari na atapoteza muda tu basi. Pengine na yeye aingie mpaka kucheza hasa na kamari. Sasa tumefikia wakati ambao mpaka ukiigusa Simba na Yanga, ukiigusa Waislamu wanakuwa wakali. Waislamu lakini wanakuwa wakali, hawataki waambiwe kuhusu Simba na Yanga au kuhusu timu zao nyingine huko nje, sijui Manchester na timu gani. Hawataki waelekezwe kabisa, waambiwe kwamba acheni hili linakupotezeni muda, hawataki waambiwe kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Neema mbili watu wengi wamenyimwa, nyinyi zichukulieni hizi neema kama ni kitu muhimu na muzitumie vizuri. Afya na muda wa faragha ule. Muda utumieni vizuri. Kuna watu sasa hivi muda hawana tena. Hivi tunavyozungumza sasa hivi kuna mtu ameshapoteza fahamu, yuko hospitali. Harudi fahamu zake hazirudi mpaka anakutana na mauti. Muda umeshamaliza. Watu wamenyimwa huu muda, hawana. Wewe utumie vizuri muda, usiutumie muda katika mambo ya kipumbavu. Mpira umetufikisha pabaya sana, pabaya kweli kweli. Watu sasa hivi kupitia mpira wanafanya ushirikina. Wallahi mtihani, mimi nayaona hayo mambo. Simba na Yanga inacheza Tanzania bara, mtu yupo Unguja hapa anaroga timu yake ya Simba ili ifanikiwe au ya Yanga ili ifanikiwe. Yani watu wameshatoka akili. Watu wanalia, hawawezi kula. Ndani ya mwezi wa Ramadhani huu watu wameacha sala za tarawih kwa sababu ya mpira. Watu wameacha kukaa kwenye darsa misikitini wakasikiliza darsa, wameacha kwa sababu ya mpira. Tumetoka akili, tumepumbazika. Shetani ametuchukua, ametupambia jambo la kipuuzi tu la kawaida, ametupambia, tumelichukua na tumeona kwamba ni jambo muhimu mno na lina maana kuliko jambo lolote lile. Tuko tayari kuacha chochote, tuko tayari kuacha ibada, kuacha chochote, tuko tayari kugombana, kupigana, kuingia kwenye ushirikina kwa ajili ya mpira. Wallahi ajabu, inasikitisha sana. Waislamu lazima tubadilike. Tujue kwamba muda huu tuliopewa tutakuja kuulizwa tuliutumia vipi. Muda huu tuliopewa tukiupoteza tutakuja kujuta kwa kuupoteza huu muda. Siku ambayo majuto hayatatufaa chochote. Siku ambayo majuto hayatatufaa chochote.